Nimechoka kupigana. Mwili wangu unaniambia inatosha. Usiseme hivyo Baraka. Si bado tunasubiri matibabu kutoka hospitali ya jiji. Matibabu? Maua, daktari aliweka wazi damu yangu haina kinga. Siri ya damu yangu zimetawanyika kama mwitu. Hakuna tiba tena. Hakuna ahadi. Kansa imeshinda. Lakini si tuliambiwa kuna nafasi matibabu India. Nimeanza kuandika barua kwa mashirika. Na umechoka. Umekuwa ukiomba msaada kila mahali. Umeuza kila kitu. Hata mkufu wa marehemu mama yako. Ningefanya zaidi. Ningetoa moyo wangu kama ningeweza. Umenipenda kuliko mtu yoyote hapa duniani. Nisingeruhusu nikuache uende. Ninakufa nikiwa nakupenda. Maua, huu ni ushindi wangu wa mwisho. Lakini Baraka, kwa nini wewe? Kansa hii imekujaje? Babu yangu alikufa nayo. Baba yangu alipambana nayo hadi mwisho. Nilijua ipo kwenye damu, lakini niamini ipo siku nitapona. Labda wewe unaweza ukabadili hatima yangu. Ukuniambia. Kwa nini hukusema mapema Baraka? Nilitaka siku moja nitangaze ushindi. Nilitaka nikuoe, nitengeneze familia na wewe. Na mimi niseme nimetoka kwenye kizazi cha uchungu. Nimeibuka kwenye kizazi cha matumaini. Lakini mwili wangu umekataa. Sidhani kama nitapona maumivu haya Baraka. Sijui. Utaniponya kama ukinikumbuka kwa kuishi. Maua, upendo wetu ni ushahidi kuwa hata damu yenye laana inaweza kutengeneza upendo safi. Baraka, utanikumbuka. Utanikoje huko? Nitaandika jina lako ila mawingu, ili
kila mvua itakayonyesha ikuletewe kumbukumbu zangu. Kansa haikumchukua Baraka tu, ilichukua sehemu yangu pia. Ilianza kama uchovu mdogo, lakini ilitenganisha mioyo miwili iliyokuwa na ndoto moja. Niliona upendo ukipigana na ugonjwa usio na huruma, na bado katikati ya maumivu, Baraka alinipenda zaidi ya afya yake. Alinifundisha kuwa mapenzi ya kweli hayafi hata mwili unapokufa. Juma, najua hali unayopitia: maumivu, sindano, usingizi mzito, wakati mwingine hofu juu ya maisha yako. Naumwa kila siku, najisi tofauti na zamani. Ni kawaida, lakini nataka ujue unaweza kuusaidia mwili wako kupigana. Kansa ni adui mkubwa, lakini kuna wakati adui uchoka ukisimama kidete. Tunawezaje kumsaidia zaidi? Kuna mambo muhimu ya kuzingatia. Cha kwanza, chakula bora, matunda, maji mengi. Mwili unapopata lishe, hata seli hai zinazopambana na kansa huongezeka. La pili, usingizi wa kutosha. Mwili unapopata muda wa kupumzika, hujijenga zaidi. Kama siwezi kula, wakati mwingine nakosa hamu kabisa. Najua, lakini jitahidi hata kijiko kimoja cha uji au juisi ya matunda. Utakuwa umepiga hatua. Usilazimishe kula sana, wapoteza kabisa hamu ya kula. Na kisaikolojia, maana anakata tamaa kila siku. Hapo ndipo moyo uchukua nafasi ya dawa. Maongezi ya matumaini, wakati mwingine utazama hata picha, kumbukumbu nzuri, hiyo husaidia sana. Mpe nafasi ya kucheka au kueleza juu ya hofu yake. Lakini naogopa kufa. Nilimpoteza mtu wa muhimu sana kwenye maisha yangu, aliyekuwa kama wewe, jasiri, mwenye upendo. Na alinifundisha kwamba upendo unaweza kuponya hata kitu kisichoonekana, na ndio maana mpaka leo nipo hapa. Nitajitahidi kula na kulala vizuri na kuishi kwa matumaini. Kila siku mpya ni siku ya mwili kujijenga na moyo mpya ni kusahihishe. Wewe bado ni wewe, Juma. Kansa haiwezi kuchukua hilo. Tutapigana pamoja
Hata kama njia itakuwa ndefu, hatutapita peke yetu.